Hello, blessed people. My name is Biel Peter. We are the Eldoret National Polytechnic. We are here for the mission here in Nandi County. This is day 2, and as you see, we are preparing to go for the door-to-door. We are hoping for the best today because yesterday we faced a few challenges. The weather here is not that nice. We were rained on very thoroughly. So today we are expecting a good weather and we are hoping for the best. Also we faced some language barriers, but today we are happy because we have translators who are going to help us in this session of today. We hope for more souls to be won in this mission. We hope that God is going to manifest himself in the students and it shall be well with us. Ananiongezea baraka, naiona tofauti ya leo na jana. Ananiongezea baraka, huyu ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Ananiongezea baraka, naiona tofauti ya leo na jana. Ananiongezea baraka, huyu ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Ananiongezea baraka, naiona tofauti ya leo na jana. Huyu Yesu ananiongezea baraka, ni Mungu. Yes, you
Sitakuacha
tofauti ya leo na jana.
ambaye alikuwa na kondoo 100. Siku moja kondoo kati ya 100 ikapotea. Lakini akaacha 99 kwenda kumtafuta yule moja. The reason he value the one than the 99. Jina la Baba libarikiwe. Jana wa leo kuna yule ambaye anatupenda. Kuna yule ambaye anakupenda jinsi ulivyo. Kuna yule ambaye anakujali jinsi ulivyo. Haijalishi unapitia nini katika familia yako, lakini kuna yule anakujali. Jina la Baba libarikiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Watoka Benito, Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Yesu anawapenda. Amen. Naomba nisikie neno la Mungu katika kitabu cha Luka mlango wake wa 15 mstari wa 4 hadi wa 7. Tafadhali. What man of you having 100 sheep, he will lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it? And when he had found it, he laid it on his shoulders, rejoicing. And when he came home, he called together his friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repents more than over 99. Tupigie Bwana makofi kwa hiyo. Jina la Baba libarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba kuna mchungaji mmoja ambaye alikuwa anafuga kondoo, na kisha akatuambia hadi idadi ambayo alikuwa anafuga kondoo 100, na siku moja kondoo kati ya 100 ikapotea, lakini hakujali ile kondoo 99, alijali kondoo moja aliyepotea. Ujumbe huu inatuambia aje? Ujumbe hii inahusu Yesu Kristo. Aliacha watu wengine, lakini akakuja kuokoa huyo mtenda dhambi mmoja, akakuja kuokoa huyo msalati mmoja, akakuja kuokoa ule aliyepotea mmoja. Amen. Jina la Baba libarikiwe. Amen. Hajakuja kukemea, lakini alikuja kuokoa. Haijalishi umepotelea kwenye pombe, haijalishi umepotelea nini katika dunia hii, lakini kuna yule anakupenda jinsi ulivyo. Kuna yule anakutafuta jinsi ulivyo. Kuna yule anakujali jinsi ulivyo. Kuna yule anakutaka jinsi ulivyo. Jina la Baba libarikiwe. Haijalishi familia wamekutenga, haijalishi katika dunia ambayo uko nini wamekutenga, kuna yule anakupenda zaidi. Kuna yule anakuhitaji jioni wa leo. Kuna yule anakuita jioni wa leo. Kuna yule anakutafuta usiku wa leo. Unaposikia sauti yake, hautabaki sawa, bali mambo yako yatakuwa sawa. Jina la Baba libarikiwe. Anatafuta mmoja kati ya 100, akaacha kondoo 99, lakini akaenda kumtafuta mmoja. Kwa nini? Anajali mmoja zaidi. Katika Luka 19 mstari wa 10 linatuambia kwamba na mwana wa Mungu amekuja duniani kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Hicho ndicho Biblia inatuambia. Hajakuja kukemea, hajakuja kukukemea jinsi watu wanakukemea, hajakuja kukuongelelea vile wengine wanakuongelelea, hajakuja kukutisha vile wengine wanakutisha, bali amekuja kukuita jioni wa leo. Amekuja kukurudishia kile ulichopoteza. Unapomwamini jioni wa leo, kuna vitu ambavyo utarejeshewa, maana shetani, Biblia inatuambia kwamba amekuja kuua na kuharibu, lakini mwana wa Mungu Yesu Kristo amekuja kuokoa, na kwa kuja kuokoa tena. Jina la Baba libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule ambaye anatuhitaji jioni wa leo. Kuna yule ambaye anatuita jioni wa leo. Kuna yule ambaye anakuita jioni wa leo. Na labda katika maisha yako
haujamjua Yesu ni nani. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu ambaye alisulubishwa msalabani juu yako na juu yangu. Tunapomalizia neno la Mungu, ningependa tu watu wote, kama unanisikia tu, tusongee karibu tunimalizia neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Yesu anakupenda. Naomba tu ushike jirani wako mkono, mwambie Yesu anakupenda. Tukisongea mbele katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Kabimiti, kama unanisikia tafadhali, hata kama hujaokoka na unataka kuokoka jioni wa leo, umesikia ujumbe kuhusu mwana wa Mungu ambaye anatupenda wote, watenda dhambi na waliookoka, anatupenda wote. Naomba tu karibie. Maombi ni kitu cha muhimu sana. Unapokaribia Mungu anakukaribia pia. Ningependa tu kama unanisikia tafadhali, ukapate tu kusongea mbele katika jina la Yesu Kristo. Kuna yule anakuhitaji jioni wa leo. Kuna yule ambaye anakupenda jioni wa leo. Kuna yule anakuita jioni wa leo. Kuna yule anakupenda jioni wa leo. Jinsi amejitoa juu yako, anakupenda zaidi. Bible says he is still closer than a brother. Anakaribia kushinda hata ndugu, anakaribia kushinda wasasi wako. Na ndivyo Yesu Kristo siku moja akauliza, kati yenu kuna yule anayetoa maisha yake juu ya wengine? Hakuna aliyetoa. Lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye ninataja upendo lake jioni wa leo, ametupenda zaidi hadi akavika kiwango, akatoa uhai wake juu yetu. Na ndivyo maana jioni wa leo tunatangaza habari yake. Kama unanisikia na uko mahali hapa unahisi umetengwa, unahisi hujaikiri Yesu Kristo maishani mwako, ni wakati wako wa kukiri Yesu Kristo. Ni wakati wako ukuje katika upendo wake. Ni wakati wako wa kujiunganisha na upendo huo wa Yesu Kristo. Unajua tumependwa jinsi tulivyo. Ninajua ya kwamba Yesu amekupenda jinsi ulivyo. Ni aina gani pata chochote bila Mungu? Pesa kuwa na magari, pesa kuwa na manyumba mazuri, pesa barikiwa na mali ya dunia hii, bila Yesu ni bure. Jioni wa leo unanisikia, umeteseka katika bangi, umeteseka katika sigara, umeteseka kwenye pombe, unasikia sauti hii, nasema jioni wa leo nimechoka. Mtumishi wa Mungu, mimi ninahitaji kuokoka. Njoo, Yesu anakuhitaji. Yesu anakupenda. Kuja na hiyo sigara yako, kuja tu. Mungu anakujali, Mungu anakuhitaji, Mungu anakupenda, Mungu anakuita jioni wa leo. Kuja tu na hiyo sigara yako, hata hiyo chumbo unakamata, kuja nayo, kuja tu. Yesu anakupenda bado. Yesu anakuita jioni wa leo katika jina la Yesu Kristo. Kama tunasikia sauti huyo, karibia, njoo. Yesu anakuhitaji. Yesu anakuhitaji. Yesu anakuhitaji jioni wa leo. Yesu anakuita jioni wa leo. Yesu anakutaka jioni wa leo. Karibia tu. Umechoka na pombe, umechoka na sigara, magonjwa ya aina zote, umeenda hospitali zote. Umesema ya kwamba kuna mwanamke mmoja alitafuta uponyaji lakini hakupata. Aliposikia habari kuhusu Yesu Kristo, akajongea na akashika pindo la nguo lake. Ndivyo maana akapona siku hiyo. Jioni wa leo unahisi tu kuna kitu inakuumiza, kuna kitu imekusumbua kwa muda, kuna kitu ambayo imekuwa stress katika maisha yako. Jioni wa leo mletee Yesu. Jioni wa leo mletee anayeweza katika jina la Yesu Kristo. Tunaabudu tu Mungu. Jongea tu, njoo. Yesu anakuhitaji. Yesu anakutaka. Nina uzima, furaha daima, njooni
Musalaba, salaba asili ya wema, nitatua zigo hapo, nina uzima, furaha daima, nitatua mzigo hapo, nina uzima, nina uzima, furaha daima, amun inendet nesarunindet tab sobenyon kana mauninye mama inye baba nemiyono magoi iya isaboni kometi na Jesu kiseret kenyisiek chechang, kiseret yelohu inye kijana nemiyono kiseret kenyisiek chechang, kitarin katarin maywek, iye bangik ak sigaret, mamiyo iliitik tukuchono imetebuch, lakini jioni nabara korurin Jesu lelen chamin awagurin inyon inendet inyon kosarun tochin Jesu raini mache kito iyat muguledangun asikomuch kosarun inendet, magoi kosarun chi, magoi kosarun baba nengung nikisichin, magoi kosarun mama nengung nikisichin, lakini sarun Jesu Kristo noto niki komeiwet ega msalabani yuno asikomuch kenam sabene mbia en saizet cheuchu kouri ninendet lele nyon mamagengi gineu mamagengi kolegiye mayue kenisiek chetian anakibuta sigaret kenisiek chetian chome ninendet awokale nyon asikomuch kosarun sobondangung. Ngotimai kityo imiro akimaitai Jesu Kristo en sobengung, imai nam Jesu ni en sobengung, kakoit betungung raini, amatibakakte betuni kokunoto, amatachin en ireu asikomuch inam Jesu Kristo asikomuch kotoretin en sobengung. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ya kwamba umeshinda katika pombe, umekaa katika sigara, umevuta bangi miaka mingi, Yesu bado anakupenda na anakuita na kuambia nakupenda wewe, njoo tu ulivyo. Ndiposa siku ya leo tuko mahali hapa kusema ya kwamba Yesu anakupenda, haijalishi hata kama umekuwa mchawi miaka ngapi. Yesu akona hiyo uwezo wa kuvunja hizo ngome za uchawi na kukuweka mahala pa nuru. Siku ya leo tumewaletea nuru ambaye ni Yesu Kristo, mkombozi wa maisha yetu, ambaye alikufa msalabani kwa ajili yangu na yako ili tuweze kuokolewa. Mama yangu, baba yangu liye hapo, hata ukuwe na duka, hata ukuwe na magari, hata ukuwe na watoto wameenda university, wamesema wako na madigrii, wako na masters na PhD, lakini kama hawana Yesu, yote ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Alelen oweto kitidei lo kikoba university, kikwa masters, okwa PhD, lakini kutuma tindo Jesu, ometindo Jesu, komi tuhucho da tuhu. Kimageta chaki tuwebuan, obuange sa tuhu pamoja. Kamun kitindo Jesu na mire uraini, ngewendi ko soru sabengu.
matima gengi kotigema isi raini nyon matima gengi legie mayuege isegata nyon amun chami Yesu. Haleluya, haleluya. Kama wewe ni mgonjwa, kama unahisi umeshikwa katika maisha yako, vitu azisonge, Yesu yuko hapa kutukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuko hapa kutukomboa. Haleluya. Nataka tu tunapoimba na kumwabudu Bwana, ukisikia ya kwamba kuna jambo Yesu angependa kukutendea, wewe kimbia mahala hapa. Kama ungependa kuokoka, ningependa pia ukimbie mahala hapa. Wamishonari, nataka tuingie katika maombi ya kwamba tuite nguvu za Mungu mahala hapa ya kuweza kukomboa watu na kuweza kuponya watu. Leo kuna watu ambao watenda nyumbani na miujiza katika jina la Yesu Kristo, maana Yesu yuko katika mji huu. Haleluya. Yesu akaambia Herode ya kwamba nenda kamwambia huyo mbweha, niko hapa siku ya leo, niko kesho, na siku ya tatu nitafufuka kwa nguvu. Nasi tumekuja kusema ya kwamba nenda kamwambia huyo mchawi, tuko hapa siku ya leo, kesho tutakuwa hapa na watu watakombolewa kwa nguvu za Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Yes. Kukaribisha kwa Yesu uweze kumpokea Yesu. Tungependa kufunga hii nafasi. Waweza sema ya kwamba bado sisi tuko ndio tutakuwa hapa mpaka karibu Jumanne, lakini hii inaweza kuwa ni nafasi yako special siku ya leo ambayo Yesu amekutengenezea uweze kumpokea. Haijalishi wewe ni mlevi, watu wa bodaboda, kama mnanisikiza mahala hapo, sikiza nikuambie, ni Yesu peke yake ndiye anaweza kukusaidia kwa hiyo kazi yako. Hakuna mtu mwingine. Wana biashara ambao mko na duka mahala hapa, sikiza, nguvu za giza hazitakusaidia, nguvu za uchawi hazitakusaidia. Kwenda kuchukua vitu za kitamaduni na kuweka katika duka yako haitakusaidia chochote. Mwishowe utalipia hiyo kazi ya utamaduni ambayo unatumia kuinua biashara yako. Mwisho wake utalipia, na ile gharama ambayo utatumia kulipa itakuwa ya juu sana kuliko ile gharama ambayo ungetafuta kwa Yesu.